Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Dr. Haji, napatikana Baitul Afya Herbal Clinic Mwanyanya kwa Mwarabu, na leo tuna kipindi maalum ambacho kipindi hichi takuwa tunaelezea madhara ya tezi dume, madhara ya prostate. Huwa watu wengi sana, watu wengi sio wote, wapo wenye uelewa, lakini wengi sana wakisikia neno prostate au wakisikia neno tezi dume wanajua kwamba ni matatizo. Hiyo tezi dume ni matatizo. Kumbe tezi dume ni kiungo kama kiungo, na hichi kiungo huwa kinapata madhara. Kwa hiyo hebu tutambue kwanza tezi dume ni nini. Tezi dume ni kiungo ambacho huwa kinapatikana katika sehemu za uzazi wa mwanababa. Sehemu ya uzazi wa mwanababa. Hichi ni kiungo ambacho kinapatikana katika sehemu ya uzazi wa mwanababa. Hata mwanamama naye pia anayo tezi yake ambayo inaitwa tezi ya Skena. Mwanamama anayo tezi yake inaitwa tezi ya Skena, lakini mwanababa ana tezi yake inaitwa tezi dume. Sasa hii tezi dume inapatikana katika chini ya kibofu, juu ya puru. Kwa hiyo kuna watu, yani madokta, ili wakutizame tezi dume au wakucheki tezi dume ni lazima watumie kuingiza kidole ili kuicheki tezi dume, kwa sababu ipo juu ya puru lakini ipo chini ya kibofu. Juu yake katika kibofu unapata bladder, si kile kifuko kinachohifadhi mkojo, ndio juu yake. Lakini pembeni yake kidogo kuna kitu kinaitwa waiswala almalawia au tunasema seminal vesicle ambayo ndio inapatikana sehemu yake hiyo ya pembeni kidogo ya kibofu. Kuna kitu kinaitwa seminal vesicle, ambayo seminal vesicle ni kwa ajili ya kuhifadhi mazingira ya wale sperms watakapozaliwa kule, wanakuja kuishi pale katika ule mti. Sasa hii tezi dume huwa ina kazi nyingi sana, alafu ina faida kubwa sana kwa mwanababa. Kazi yake kwanza ni kuchukua injection baina ya mkojo unaotoka kwenye bladder na sperms. Wakati baba kafika kileleni anahitaji kutoa wale sperms. Kwa hiyo wale sperms wanapotoka ni lazima wapitie pale katika tezi dume, na ule mkojo unapotoka lazima upitie katika tezi dume ili kuingia katika mrija ambao ndio uume, pale ndipo unapotoka. Kwa hiyo hiyo ni kazi ya kwanza ya tezi dume. Lakini kazi ya pili, tezi dume ndiyo inayozalisha. Kuna kitu kinaitwa shahawa, lakini kwa jina jingine tunasema ejaculate. Hii ejaculate ni tunasema ni kama kioevu au ni kama majimaji mazito ambayo yanazalishwa. Majimaji haya yana faida kubwa sana kwa huyu mwanababa, yana faida kubwa sana. Na haya majimaji haya huwa yana rangi mbili. Kuna rangi moja inakuwa ni nyeupe, alafu kuna rangi nyingine ya kijivu. Lakini majimaji haya huwa tunasema yana virutubishi vya aina mbili. Kuna zinki na tunasema asidi ya citric, yani tunasema citric acid. Haya majimaji haya yana faida kama virutubishi vyake tulivyokuwa tumevielezea. Inamaanisha majimaji haya, kwanza faida yake yanakwenda katika sehemu ya seminal vesicle kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya chakula cha wale sperms, kwa sababu sperms watakapofika pale lazima wanahitaji kupata virutubisho, wanahitaji kupata chakula chake ili wakati kuishi kwa Mwenyezi Mungu alivyowekea muda wa kuishi sehemu ile. Kwa hiyo ni lazima wapatiwe chakula. Chakula ni ile shahawa ambayo tukozalishwa pale katika sehemu ya prostate. Lakini chengine, tunasema hawa sperms ni lazima wanahitaji kuogelea, wanahitaji kuishi vizuri, wanahitaji wasiwe na ukavu sehemu ile. Ni lazima hizi shahawa zizalishwe ili kwa ajili ya kutengeneza mazingira ya sehemu ile ya seminal vesicle isiwe na ukavu. Lakini chengine vile vile kutokana na mtengenezo au kutokana na vile virutubishi vilivyokuwa katika ile shahawa, hii ndio inayofanya mifumo ya sehemu hii ya mrija wa uume, wakati atakapo baba kwenda kupizi, yani kutoa zile mbegu kwenda kwa mama, ili zisipate ukinzani, zisipate madhara, sababu mkojo huwa una vitu vingi sana vya kuathiri. Lazima zile shahawa tuseme zipite mwanzo ili ziende zikasafishe ule mrija, zikaue vidudu, zikaue bakteria, ili wale sperms watakapopita wasikutane na ukinzani wa aina yoyote. Kwa hiyo ndio uweza wa hii prostate inavyozalisha hivyo vitu kwa ajili ya kusafisha ile sehemu ya kupitia ule mkojo tunosema hizi mbegu ambazo ni
sperms za baba. Kwa hiyo hii ni faida nyingine, lakini faida zipo nyingi sana, tuache kwenye hizo faida. Nadhani tuangalie hii prostate. Kwa nini sasa watu wanasema labda mtu ana matatizo ya prostate? Kuna kitu gani kimejitokeza mpaka inakuwa mtu anapata tatizo la prostate? Kuna madhara mengi sana ya prostate yanajitokeza, lakini kuna yale ambayo tukozungumza hapa makubwa. Kuna kuvimba kwa prostate. Kwani mtu yangalie prostate ina ukubwa gani? Prostate ukubwa wake, yani ukubwa wake tunachukulia ni sasa, kuna mbegu fulani inaitwa walnut. Walnut ni mbegu fulani ambazo kama utaziangalia ukubwa wake utauona, sababu zipo mitaani na zinajulikana. Ukubwa wa ile walnut ndio ukubwa wa prostate kwa watu walivyochunguza, wataalamu walivyochunguza, wale tunasema wasomi walivyochunguza, ni kwamba ukubwa wake upo sawa sawa na walnut, yani mbegu zile. Sasa hebu tuangalie uzito wake. Uzito wa prostate ikiwa ya kawaida ambayo haijapata madhara wala haijavimba wala haijatokea chochote, uzito wake ni sawa sawa na gram 30. Gram 30 ndo uzito wake wa hii prostate. Lakini vile vile prostate ikiwa haijapata madhara, yani wanaifananisha watu ni sawa sawa na wakia moja. Wakia moja ndivyo ilivyo, kama vile ilivyo wakia moja ni sawa sawa na hiyo prostate. Yani ilivyo wakia uzito wake ndivyo ilivyo prostate. Kwa hiyo prostate sio kubwa ya hivyo, lakini prostate hii ina uwezo wa kukua. Kwa nini inakuwa prostate? Watu wote, wanaume wote au asilimia kubwa ya wanaume huwa prostate zinakuwa, lakini zinakuwa zikifikia umri fulani, umri wa kuanzia miaka 50 kuendelea juu, prostate zinakuwa. Lakini sasa hivi kulingana na hali zetu za kimaisha zilivyo, kulingana na mifumo yetu tunayokwenda nayo ya kimaisha, prostate zinakuwa kabla ya umri kufikia. Yani watu wengi sasa hivi wanapofikia umri wa kuanzia miaka, sio wote, lakini wengi wao wanapofikia umri kuanzia miaka 30, miaka 25, miaka 35, inaanza kukua prostate. Mpaka inapofikia umri wa miaka 50 tayari sasa mtu anakuta tayari kishapata tatizo hili la prostate. Wakati ilikuwa takiwa ikue, umri wa mkubwa inakuwa wakati bado umri wako ni mdogo. Kulingana na maisha tunaoishi, tunapata uzito mkubwa sana, hatujitengenezi mazingira ya kufanya mazoezi, wala hatengenezi mazingira sisi, labda pengine mathalan mtu anapata kitambi na wala hatengenezi mfumo wote kupunguza, kukiondosha kile kitambi. Mafuta ni mengi sana, mavyakula ya ajabu. Kwa hiyo tunafikia stage sasa prostate yetu inatengeneza mazingira ya kukua, kwa sababu kama tulivyozungumza, kila mwanamume ni lazima atakuwa na prostate. Kwa hiyo wewe kila mwanamume jijue kwamba baadaye una uwezo kuingia katika mfumo huu wa kupata madhara ya prostate. Sasa basi, prostate jinsi ilivyo, ukubwa wake tuliozungumzia walnut, lakini prostate inaweza ikakua ikafikia kama limau, yani ikapita kwenye walnut ikafikia ukubwa kama limau. Hapo ndo yanaweza yakaanza madhara, kwa sababu kuna watu prostate zao zinakuwa kubwa, inafikia stage sasa zinaanza kupata madhara. Madhara gani yanajitokeza? Kuna wanasema kuna tatizo ambalo kitaalamu wanaita Belgian prostatic hyperplasia. Hili ni BPH, yani ni prostate kwamba inakuwa kwa kasi, inakuwa kwa force, inafikia stage sasa mpaka unapata tatizo hili la BPH, yani kwamba wewe prostate yako inakuwa mpaka inafikia kubwa. Sasa ikishafikia vile, inaziba sehemu ya mrija wako wa mkojo. Inafikia stage mkojo wako unahitaji kutoka, unazibwa. Sasa kama utabanwa au utazibwa, inabidi lazima mkojo utashindwa kutoka vile unavyotakiwa. Ndipo unapojisikia mtu kwenda haja mara kwa mara, ndipo unapojisikia mtu ukienda haja ni kwamba mkojo wako haumalizi, kwa sababu tayari umeshazibwa ule mrija wa mkojo unaotoka katika sehemu ya bladder, sehemu hile ya kile tunasema kile kifuko kinachohifadhia mkojo. Kwa hiyo unakuwa umeshazibwa. Lakini vile vile si kuzibwa huko tu, hata huu mrija ambao unatoka katika sehemu ya seminal vesicle nao vile vile unaweza ukazibwa. Kwa hiyo inafikia stage sasa hata wale sperms
kupelekewa zile lishe, kupelekewa mifumo mingine, lakini kutoka kuja huku, kwa sababu ili upate kupizi ni lazima misuli ya prostate itengeneze mazingira, ivute wale sperms upate kumwaga, tunasema upate kutoa zile mbegu. Lakini kama hii misuli tayari ishatengeneza mazingira ya kuvimba, tayari prostate yako imeshavimba, imeshaziba zile sehemu, inabidi pia hata nguvu za kiume zitakuwa ndogo, utashindwa hata kutengeneza mifumo ya kupata zile hisia, na ukienda utajikuta hauna ile ukakamavu wa kiume, huwezi kuperform tendo, na wala hupati kusimama, yani kiungo chenye kikawa kinasimamisha vizuri, utashindwa kwa sababu tayari kuna sehemu umeshazibana, misuli yako tayari ishatengeneza ulegevu, inashindwa kufanya kazi yake. Kwa hiyo hili ndio tatizo la hii tunasema prostate. Hebu tuangalie viashiria vya mtu kupata prostate. Viashiria vya mtu kupata prostate, yani anaweza akakaa akajua kwamba hii sasa hivi ni dalili ya kwamba tayari nimeshapata au tayari nanyemelea kupata prostate. Kwa sababu prostate sio tatizo hilo tu. Ikifikia stage sasa, mfano ule mkojo, kama ule mkojo hautoki, mkojo kwa kawaida, ikiwa hautoki, unatoka kidogo, inamaanisha tayari ushatengeneza mazingira pale umekaa ile sehemu. Unatoka mkojo lakini haumalizi. Kama haumalizi, mkojo huo unakuja na acid tofauti tofauti, unakuja na bakteria tofauti tofauti, unakuja na vitu tofauti tofauti ambavyo kwa ajili ya kutoka ili ni sumu zile. Sasa zimekaa sehemu ile, kama zitakaa sehemu ile, ni lazima utatengeneza mfumo wa kuchuna sehemu ile, ni lazima utatengeneza mfumo wa kutengeneza joto kali sehemu ile. Mwisho wa siku unakuja kujikuta unapata kansa ya prostate. Hili ndio tatizo kubwa ambalo watu wanalipata. Mwisho wa siku unapata kansa ya prostate. Sasa hii, ili tusipate huko, tunatakiwa tujichunge sana. Tukiona hizi dalili, tutengeneze njia yoyote. Zipo dawa ambazo zinapatikana Baitul Afya Herbal Clinic, unaweza ukaja ili kwa ajili ya kunusuru prostate yako. Kama ambayo imeshavimba au imeshatokezea tatizo lolote katika prostate, hebu njoo Baitul Afya Herbal Clinic, Mwanyanya kwa Mwarabu. Zipo dawa special ambazo utazipata na itarudi, utarecover vizuri kabisa, na itapona bila kufanyiwa chochote ambacho kilichokuwa unatakiwa ufanyiwe. Hebu njoo Baitul Afya Herbal Clinic. Ziangalie hizi dalili. Inawezekana ikawa unazo hizi dalili babangu au kakaangu. Hebu fika Baitul Afya Herbal Clinic, utakuja kutibiwa na madhara yako yataondoka. Dalili ya kwanza ni kupata maumivu katika sehemu ya uume au kupata maumivu katika sehemu ya korodani. Lakini vile vile anaambatanisha na sehemu ya msamba. Maumivu haya huwa yanatokea aidha chini katika korodani au juu katika uume. Wakati unaweza kukaa tukajisikia maumivu, sehemu korodani zako zinavuta, uume wako unaleta maumivu, halafu unajishtukizia maumivu haya yanatoka wapi? Lakini sehemu ya msamba ni sehemu ambayo kutoka katika sehemu ya haja kubwa mpaka kufika katika sehemu hii ya korodani, hapa kati hapa, huwa pia panaweza kutengeneza maumivu. Kwa hiyo sehemu hizo ukiziona zinaleta maumivu mara kwa mara, jua tayari ushapigiwa hodi na huyu mzee prostate, tayari kishatengeneza madhara, aidha kama ni kuvimba au tayari kuna viashiria vya kansa katika prostate yako. Lakini hichi ni cha kwanza. Cha pili ni kupata hamu mara kwa mara ya kukojoa. Yaani ukiwa na tatizo hili unajisikia hamu mara kwa mara kukojoa, unakuwa unakojoa mara kwa mara. Kwa hiyo jua kwamba kukojoa mara kwa mara, zipo madhara mengine, lakini pima, gundua ni tatizo gani. Inawezekana ikawa tayari ni viashiria vya prostate tayari ishakuwa kubwa au ishatengeneza madhara mengine. Kwa hiyo ikiwa kuna madhara yoyote ya prostate, fika Baitul Afya Herbal Clinic. Hii ni ya pili. Lakini ya tatu, kuna maumivu wakati wa kukojoa. Kuna maumivu wakati wa kukojoa. Kwa hiyo mtu anapata viashiria vya kukojoa mara kwa mara, lakini wakati anapokuwa kukojoa anapata maumivu. Kwa hiyo wakati akiwa anakojoa anajisikia maumivu, aidha mwishoni au mwanzoni huwa anapata maumivu. Usijiulize ni nini. Hebu nenda kacheki prostate yako. Kwa hiyo kama unaikuta ina madhara, hebu fika Baitul Afya Herbal Clinic, Mwanyanya kwa Mwarabu. Biidhnillah utafanikiwa na itapona vizuri kabisa. Wala usihuzunike ukasema labda itakuwaje. Fika Baitul Afya Herbal Clinic, Mwanyanya kwa Mwarabu, na hiyo prostate yako itakuwa vizuri kabisa. Lakini ya nne ni
kupata upole wakati wa kukojoa. Yani unapata ile hamu ya kwenda kukojoa, lakini wakati ukiwa unakojoa, yani unakuta ule mkojo unatoka taratibu, yani kama unajisongesha, kama hautaki. Yani unatengeneza utaratibu fulani kwamba ule mkojo wenyewe unaweza kukaa chooni ukakaa, lakini mkojo huo haumalizi. Kwa hiyo jua kwamba ni tatizo, yani utokaji wake ni wa taratibu sana. Hii ni tatizo la prostate. Lakini vile vile kuna ugumu wakati wa kukojoa. Kwa hiyo kuna utaratibu na ugumu. Na uwezi kabisa mkojo wangu mimi ni mzito, ni mgumu. Mkojo ukiangalia ni wa kawaida, lakini utokaji wake ni mzito, alafu ni wa taratibu, alafu mkojo kwamba hauishi, alafu unaweza kutengeneza maumivu. Kwa hiyo jua kwamba hili ni tatizo la prostate. Lakini vile vile haja ndogo za mara kwa mara wakati wa usiku. Kwa hiyo yani usiku ndio unajikuta yani kuliko mchana. Usiku unaweza kujikuta umekaa dakika 2-3, umelala hata usingizi hujakuja vizuri, unaenda chooni. Usingizi hujakuja vizuri, unaenda chooni. Cheki prostate. Wakati mwingine kuna ishara za figo, mambo mengine, lakini sana wakati mwingine cheki na prostate yako. Inawezekana ikawa ni ishara tayari ya prostate. Ili kuinusuru prostate, usichelewe, utakuja kupata madhara, atakuwa makubwa zaidi. Baadaye utakuja kupata kansa, utakuja kuanza kulalamika, itakuja kuwa ni hali ngumu kabisa. Mwisho wa siku utakutengenezea maumivu makali sana. Lakini nyingine nayo ni upungufu au ugumu wa nguvu za kiume. Kwa hiyo ukitokezea tatizo hili la prostate, ni lazima utakuja kujikuta unapata upungufu wa nguvu za kiume. Yani wakati wa kufanya tendo, au unaweza ukawa umekaa tu hivi unajisikia kama kawaida tu, yani hauna zile hisia kabisa, au zinawezekana kama zitakuwepo, ukienda tu dakika 1 dakika 2 chali, unatafuta dawa zote, unafanya njia zote. Prostate ni mbaya sana kama zikivimba. Prostate ni mbaya sana ikifikia stage ya kwamba imefikia kwenye kansa na mambo mengine. Ni mbaya sana prostate. Kwa hiyo pia itakusababishia kuwa na upungufu wa nguvu za kiume. Lakini chengine vile vile ni tunasema ni wakati wa kukojoa unaweza ikaambatana na damu, au wakati wa kutoa zile mbegu tunasema au shahawa zitaambatana na damu. Kwa hiyo ukiona damu aidha wakati wa kukojoa au umetoa mbegu zako unaona zimeambatana na damu, jua ngoma tayari, na inaweza kupelekea katika sehemu ya kansa. Inakupelekea katika kansa. Hemu shtuka, fika Baitul Afya Herbal Clinic Mwanza kwa Mwarabu. Zipo dawa ambazo zitatengeneza mazingira mazuri ya prostate na itarecover, utakuwa sawa, itarudi vizuri kabisa. Lakini ya mwisho ni maumivu katika chini ya hips au sehemu ya kifua. Unaweza ukapata maumivu katika hips zako, sehemu hii ya tunasema sehemu hizi za nyonga. Unaweza kujikuta unapata maumivu makali, au sehemu ya kifua unapata maumivu makali. Wakati mwingine tunapata maumivu katika sehemu za nyonga au sehemu za kifua, tunasema tu ni uti wa mgongo. Wakati mwingine si uti wa mgongo. Hizi prostate zina uwezo wa kusababishia kupata maumivu makali sana katika nyonga, au kupata maumivu makali sana katika kifua. Hizi prostate kwa sababu tayari zimeshabana, kuna misuli tayari imeshabanwa, inakusababishia kama ni kukojoa, mkojo wenyewe unatoka vibaya. Inafikia sasa kuna joto kali linatengenezwa katika sehemu ya nyonga, mwisho wa siku unapata madhara, unapata maumivu makali katika nyonga. Mtu ukimchua, ukigusa sehemu ya tumbo anaruka kabisa, na wala achunguzi prostate yake ilivyo ikoje. Nguvu za kiume zimeshapungua. Wakati wa kukojoa anakojoa kama ishara hizi, alafu anasema mimi nyonga yangu inaniuma, labda uti wa mgongo, labda hivi. Chunguza prostate. Ukichunguza prostate, ukishigundua ni kweli prostate yako imeathirika, hebu fika Baitul Afya Herbal Clinic Mwanza kwa Mwarabu. Zipo njia ambazo utasaidiwa, zipo dawa ambazo unaweza kusaidiwa, na biidhnillah utafanikiwa kama kawaida. Ni njia gani ya kujinusuru? Kwa sababu tayari tumeshaona madhara, lakini hebu tuangalie njia za kujinusuru. Tunatakiwa tuwe ni watu wa kufanya mazoezi. Cha kwanza, tuwe ni watu wa kufanya mazoezi. Tusiwe watu ambao wakukaa tu. Kuna watu maisha yao, mashallah, Mwenyezi Mungu amewajalia, ni watu ambao akitoka nyumbani kapanda gari, ndani mna kiyoyozi kizuri sana. Kafika ofisini, ndani kuna kiyoyozi kizuri sana cha ofisi. Na wakifika wala hafanyi chochote, amekaa kwenye kiti.
anasubiria tu analesanesa, lakini anasubiria watu wamefika, amemaliza pale mambo ya ofisi, amepanda tena gari, amefika nyumbani nako vile vile kuna kiyoyozi, hafanyi zoezi lolote. Huyu mtu hatoki jasho lolote, huyu mtu ni mnene, huyu mtu ana mavitambi. Ujue unaihatarisha prostate yako. Fanya zoezi. Na hata kama sio huyo, tumechukulia mfano huo, lakini kuna watu wengine ambao wala sio hao. Wako tu nyumbani, hawana kazi zozote, lakini hajishughulishi kivyo vyote. Mtoto wa kiume unatakiwa ujishughulishe, viungo vyako navyo vipate kuwa sawa. Kama hujishughulishi na viungo vyako unaviathiri. Jishughulishe ili upate nguvu vizuri za kiume. Nguvu za kiume zinakuja wakati prostate yako ipo sawa. Ikiwa prostate yako haipo sawa, nguvu za kiume utazikosa, utazisikia tu hivi. Utapata mtoto mzuri lakini unashindwa, maskini ya Mungu. Dada atakuwa anahuzunika, analalamika, unatumia madawa, hujui prostate yako ilivyo ikoje. Kwa hiyo wakati mwingine nguvu za kiume hizi tuangalia ni prostate zetu. Hatufanyi mazoezi, hatujishughulishi kwa njia yote. Hii ni ya kwanza. Lakini ya pili, tuondoshe ulaji mbovu. Tuondoshe ulaji mbovu. Tunakula vyakula hovyo. Tunakula vyakula bila mpangilio mzuri. Kwanza watu wanapenda sana kutumia maji baridi, kutumia vitu vya baridi sana kwa wingi. Hatupendi kutumia mifumo ile ambayo ya asili tuliyokuwa tumeizoea. Zamani ilikuwa wazee wetu wakifikia umri wa miaka 50, 45 ndio prostate zao zinakuwa. Lakini sasa hivi kwa sababu tumebadilisha ule utendaji wetu, mifumo yetu tunaiga. Mafriza yako mengi sana majumbani. Mtu akiamka asubuhi tu, mtoto mdogo ana barafu, mtu mzima amekunywa hanywi chai, anatumia maji baridi, kuna kitu fulani anakula, anaathiri mifumo yake ya mwili. Mwisho wa siku anapata madhara. Madhara yale yanakuja kuanza kutumia gharama kubwa kwa sababu ya mifumo tunayoishi. Staili za maisha zetu za sasa hivi zinaturiski sana. Hatupendi kutumia vyakula ambavyo vilivyokuwa vya asili vyetu. Tunatumia vyakula ambavyo sana vimehifadhiwa, lakini hatupendi kutumia mifumo ambayo inatakiwa ile ya kiasili. Tunatumia mifumo ambayo tunasema ndio tunaiga. Vyakula tunapenda vile vitamu zaidi. Tunaathiri sana mifumo yetu. Hatupendi kutumia vyakula ambavyo vilivyokuwa na virutubishi ambavyo vinavyotujenga mwili wetu. Tunapenda kutumia vyakula ambavyo vimeshakaa muda mrefu, vimeshaharibika, ndio tunavyopenda sana kuvitumia. Ili mtu apate kutumia chakula chake lazima akihifadhi kwenye freezer, kikae kiasi cha wiki 3, wiki 2, alafu anakila. Hajui kama kimeshaathirika. Samaki sasa hivi mtu kutumia samaki wa leo hatumii. Sijui ni kitu gani hatutumii vya leo, lazima tuviweke kwanza, vishatengeneza athari ndipo tunavitumia. Hivi vinatuathiri sana mifumo yetu ya mwili. Lakini chengine vile vile, unene kupitiliza, uzito kupitiliza ni mbaya sana. Unatubomoa sana mwili wetu, unaathiri prostate zetu. Ukijiona una uzito mkubwa, jaribu kupunguza, maintain uzito wako. Unaathiri mifumo mingi sana, lakini tunachozungumzia hapa ni prostate. Kwa hiyo uzito mkubwa unaathiri. Kwa hiyo ili kuinusuru prostate yako, angalia uzito wako. Ukiwa na uzito mkubwa, unaweza ukatumia dawa, unaweza ukatumia vitu gani, lakini uzito wako unaathiri sasa hii prostate. Utajikuta unatumia dawa, unapona, unafanya hivi, inarudi tena. Mwisho wa siku unalalamika, unasema mimi sitibiki tena, sifanye hivi. Kumbe wewe mwenyewe unajiriski kutokana na mifumo ambayo iliyokuwa sio mizuri. Lakini chengine cha mwisho, hichi inatakiwa ni kwamba tunatakiwa tuwe ni watu wazuri au weledi wazuri wa kutumia virutubishi ambavyo vilivyokuwa vimeshaelezwa. Kwa sababu sisi mifumo yetu kama tulivyosikia kwamba prostate sana inatengeneza mifumo ya zinc. Kwa hiyo zinc tunatakiwa tuangalie vyakula gani vina wingi wa zinc. Tunatakiwa tuvitumie ili tutengeneze mifumo mizuri ambayo tukotengenezea mazingira ya kurutubisha hii prostate na vile vile kutengeneza mazingira mengine. Lakini vile vile tunatakiwa tutengeneze mazingira ya vyakula tofauti ambavyo vinavyotengeneza mazingira ya mwili. Vyakula vya nyuzi. Tujitahidi kutumia sana vyakula vya, tusipende sana kutumia mwanga kwa wingi. Tutumieni sana vyakula vilivyokuwa ambavyo vizuri vya kurutubisha. Leo naishia hapa, lakini lipo somo tutakuja kufahamishana ni vyakula gani ambavyo sasa tupendelee kuvitumia, kwa sababu leo tunaelezea tu prostate
kwa uchache wake, ili tupate kuijua prostate, kwa sababu prostate, watu wengi sana ukimwambia prostate ni nini, basi anaweza kuambia prostate ni ugonjwa. Kumbe prostate sio ugonjwa. Prostate ni kiungo ambacho kipo katika mfumo wa mwili wa binadamu wa kiume, au katika sehemu tunasema sehemu ya mfumo wa uzazi wa kiume, lakini maskini ya Mungu hajui. Akisikia tu kwamba kuna matatizo ya prostate, yeye anajua ni matatizo tu. Kumbe prostate ni kiungo, na unacho mwanaume, na unatakiwa mwanaume ukilinde kiungo hicho kisilete athari, na kikileta athari kitakuharibia mambo mengi sana katika mfumo wako uzazi wa kiume. Leo nitaishia hapa, lakini vipo vipindi vizuri ambavyo tutavileta kwa ajili yenu. Sisi ni Baitul Afya Herbal Clinic, Mwanyanya kwa Mwarabu. Karibuni sana, asanteni sana kwa kunisikiliza. Chao.